zangu, watumishi wa Mungu wenzangu, safari yetu ya kwenda mbinguni inafanana na hiyo ninayokuambia. Inafanana na hiyo safari ninayokuambia. Safari ya kwenda mbinguni si safari lele mama. Ni safari yenye mawimbi mazito. Ni safari ambayo tunapozidi kuendelea mbele tunakutana na mambo makubwa mengine ambayo hatujawahi kuyaona, wala hatuna uzoefu nayo, wala hatuna namna ya kuyakwepa hayo, kwa sababu tuko katika bahari ya wokovu. Haleluya, 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 mtu wa Mungu. Tuko katika bahari, tunasafiri, na lazima mawimbi baharini hayawezi kukosekana. Hakuna bahari inayokosa mawimbi. Hakuna bahari inayokosa mawimbi. Hakuna bahari iliyo shwari. Mawimbi lazima yawepo. Lakini sisi kama watu ambao tuko katika bahari ya wokovu, tumepanda chombo imara, ambacho chombo hicho tulichopanda hata kinapokutana na mawimbi, upo utaalamu wa kiwango cha juu, upo uzoefu wa kiwango cha juu ya yule dereva anayetuongoza kwenye chombo hicho, hata tunaweza kupita katikati ya mawimbi hayo bila chombo chetu kuzama. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, safari ya mbinguni na mawimbi, na safari ya mbinguni ina kupanda na kushuka katika mawimbi hayo, lakini tunavuka. Haleluya, tunavuka. Mwambie mwenzako, tunavuka. Pamoja na mawimbi mengi tunavuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo 14 na ule mstari wa 22 mpaka 30. Mathayo 14:30, mstari wa 22 mpaka 30. Soma chap chap. Ile sura ya 14 mstari wa 22 mpaka 30 nao nasema, hiyo mtumishi. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani Galilaya kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mpisho. Hata wakati wa dhamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe mapofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, usiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipomuona upepo, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Haleluya. Jina la Bwana Yesu lihimidiwe sana. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo habari hizi nzuri kabisa zinazomhusisha Bwana wetu Yesu Kristo katika ile miaka yake 3.5 ya huduma hapa duniani. Na fungu la maneno linatuonyesha kwamba baada ya Yesu kufanya huduma kwa watu ama kuhubiri, akawalazimisha wanafunzi wake kupanda chomboni ili kuvuka ng'ambo nyingine. Na
Tunasoma hapo katika mstari ule wa 24 ambao ndio mstari mkuu. Inasema, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Ndio mstari mkuu tunaoangalia katika passage hii tuliyosoma. Tunaona wanafunzi wameamrishwa kupanda katika chombo kuvuka ng'ambo nyingine. Sikia, lengo la kupanda chombo ilikuwa ni kuvuka kwenda ng'ambo nyingine. Mwambie mwenzako, kuvuka kwenda ng'ambo nyingine. Safari ya wokovu tulionayo ni lengo kuu ni kuvuka kwenda ng'ambo nyingine.